Kuna huyu mwanadada alikuwa anataka kuzikwa mzima na mume wake. Tafadhali mume wangu, naomba unisamehe na usifanye kitu unachotaka kukifanya. Mwamba alikuwa serious sana, anataka kulitimiza jambo analotaka kulifanya. Mtoto wake wa kiume alijaribu sana kumzuia Mwamba asifanye tukio hili. Kijana alipoona baba yake hamsikilizi, aliamua kujitosa kwenye kaburi ambalo mama yake ameandaliwa kuzikwa akiwa hai. Mapenzi ya dhati ya huyo kijana kwa mama yake, aliamua kwamba ni bora baba utozike na mama tukiwa hai. Lakini wala hiyo haikumtishia Mwamba, aliendelea kurusha udongo. Mzee anaitendea familia yake unyama wa hali ya juu uliokithiri. Je, kuna wakati uliwahi kuota ndoto na hiyo ndoto ikaja ikawa kweli? Kuna wakati ndoto toa taarifa ya mambo ambayo yanatarajia kutokea siku za usoni. Basi hata hii nayo ilikuwa ni ndoto ya mama mmoja ambaye alikuwa anaota ipo siku mume wake atamzika yeye na mwanae wakiwa hai. Alijiuliza maswali mengi sana huyu mama, kwa nini aote ndoto kama ile? Lakini mkononi mwake kuna pete ya ajabu ambayo ilimpa taarifa kwamba kuna jambo baya linaenda kutokea. Mama huyo anaitwa Jenny. Pete iliweza kumpatia taarifa kamili ya nini kitakachojiri baada ya lisali moja. Yalikuwa ni mambo ya kutisha sana, mwenyewe alimwogopesha. Kitu cha kwanza alikumbuka kwamba ana mtoto wake ambaye yuko shuleni. Sasa jambo ambalo mama huyu ameliona ni hili hapa. Kuna huyu mzee anaonekana ameshika kitu anaitwa Mr. Temba. Huyu ndiye mume wake Jenny. Huyu mzee ni bilionia mkubwa sana nchini Nigeria. Anamiliki mabasi Shellis kama zote mjini Abuja. Lakini ni mzee hatari sana, watu walifahamu hilo. Utajiri wake wote ameupata kwa kutoa sadaka. Sasa wakati umefika ambao anatakiwa kumtoa sadaka mke wake. Hivyo alipatiwa kitambaa ambacho anatakiwa aende amfute nacho usoni mke wake. Baada ya kufanikisha kufanya hivyo, anatakiwa arudishe kitambaa ili awe amekamilisha sadaka. Hii hapa ni likapo bomba sana ambayo inaitwa Grave Sacrifice. Liz God TV ndio wameandaa movie hapa ambayo ina mafunzo mengi sana. Kwa wale wapenzi wa full movie nimeweka link description pale. Lakini pia kama utakuwa unahitaji kutangaza na E7 Pass, namba zote na maelekezo yote namna kuweza kutupata inapatikana description. Tupatie tangazo lako, litatangazwa kiprofessional zaidi. Tuamini kwani tunaaminika. Mimi ni DJ Eli ama wengi hupenda kuniita 247 Vortex Star. Twende mbele na mzigo wetu wa leo. Sasa Jenny baada ya kuona kuna hatari inakuja mbele yake, alienda shuleni kumchukua mtoto wake. Japokuwa maswali yalikuwa mengi sana kwa dogo, lakini mama alimwambia ingia kwanza kwenye gari. Ile wanaondoka, mzee alikuwa nyuma yao. Alitumia nguvu zake kuweza kujua mke wake ameelekea wapi. Dogo alishindwa kuvumilia, akamuuliza mama, kwa nini tunamkimbia baba? Baba yako anataka kuniua mimi kwa kunitoa sadaka. Na kama nikisema nikimbia mimi, sadaka hiyo lazima itamia kwako. Kwa sababu una damu yangu pia, hivyo lazima atakuua na wewe. Dogo alipata ukweli yote na ghafla kaanza kumwogopa baba yake. Mzee wala hana wasiwasi, anajua watakimbia sana lakini lazima atawakamata. Ila kitu ambacho anajiuliza ni kwa namna gani mke wake amefahamu kwamba anaenda kumtoa sadaka. Sasa upande wa pili kuna Esther, ana dada yake ambaye anaitwa Miriam. Pia mama yao anaitwa Sala. Hii ndiyo familia pekee ya Jenny aliyobaki nayo. Sasa Esther huwa na uwezo wa kuona tukio kabla halijatokea. Katika hiki kijiji hutabiria mambo mengi sana, lakini huwa wanamdharau kwa sababu mara nyingi yeye hutabiri ajali na vifo, hivyo watu wengi hawaupendi utabiri wake. Lakini hachi kusema tukio ambalo litakaloenda kutokea. Anasema kwamba ninaona kaburi ambalo Sister Jenny na mwanae watazikwa, kwani watapata ajali mbaya sana. Familia waliyapouza maneno yake wakihisi kwamba huyu ni mtu ambaye ameshachanganyikiwa. Mama alikuwa anamkemea binti yake, kwa nini unamnenea mabaya dada yako? Lakini kitu alichokisema Esther ndicho kilichotokea upande wa pili. Jenny na mwanae walipata ajali mbaya sana kutokana na hofu aliyokuwa nayo. Gari liliacha njia na kusababisha ajali mbaya sana. Baada ya kuwa wasamaria wema waliwachukua na kuwapeleka hospitali, mzee kwa sababu yeye ni mume lakini pia ni baba alipewa taarifa nini kilichotokea kwa mke wake na kwa mtoto wake. Dokta pasipo kujua anatoa taarifa kwa mtu hatari sana. Mwamba akawaambia vijana wake kwamba kazi yetu imekuwa ndogo sana, twendeni hospitali. Sasa dogo alianza kupata nafuu kabla mama yake akiwa amekaa na muuguzi. Inaingia ndinga moja kali sana pale hospitali, moja kwa moja alijua yule ni baba. Hivyo dogo alijua kabisa hii ni hatari kubwa sana kwa mama, akakimbia kwenda kumwamsha. Alimwambia dokta, mtu anayekuja ni hatari sana, hivyo tafadhali sana usimruhusu amshike mama yangu. Mzee kwa sababu yeye ni baba na ni mume pia aliruhusiwa kuingia ndani. Alichokisema mzee huyu, ajali imemwasili sana mtoto wangu, inapelekea hadi anione mimi kama adui. Lakini kwa nini humu ndani kama kuna joto sana, kwa nini msiweke ventilation? Ngoja nimfute mke wangu jasho. Mzee alikichukua kile kitambaa alichopewa ili amfute nacho usoni mke wake. Lakini kabla hajatimiza lengo analotaka kulifanya huyu mama, naye kuna miungu inayomlinda. Wakati huo huo fahamu iliweza kumrejea na akagundua kwamba yupo sehemu ya hatari sana. Alipiga kelele kwa dokta akitaka mume wake atolewe kwenye kile chumba, kwani ni hatari kubwa sana kwao kama ataendelea kuwemo kwenye kile chumba huyu mzee.
kwa sababu mzee amekataliwa kuwepo kwenye haya mazingira aliyoachia kazi vijana wake. Mara tu matibabu yatakapokamilika kwa familia yake, basi uongozani wote nyumbani na hawatakiwi kumruhusu mke wake atoke kwenye hii hospitali. Mzee aliona kazi sasa imeisha, akatangulia zake nyumbani. Lakini punde tu baada ya huyu mzee kuondoka, kuna wanawake watatu walionekana kuingia kwenye hii hospitali. Ni watu hatari sana, wanaongozwa na Queen Shima. Huyu ni Malkia ambaye ufalme wake unapatikana katikati ya vilindi vya bahari. Vijana wa mzee Temba walipojaribu kumzuia huyu Malkia, aliwapiga upofu. Huyu ndiye mara nyingi watu hupenda kumuita The White Mother, anaitwa utajiri, ni untouchable. Baada ya kuwa amesafisha njia, moja kwa moja akaelekea kwenye chumba alicholazwa Jeni. Alitoa tabasamu zito alipomwona Jeni katika haya mazingira. Jambo la kwanza, alimpiga usingizi Dogo ili asiweze kusikia kitu atakachokiongea. Dogo pasipo kujielewa akajikuta anapata usingizi mmoja mtamu sana na mzito, na ndipo Jeni akainama kumsujudia huyu Malkia. Anamfahamu vizuri sana huyu mama, kwani ndiye aliyempatia zile nguvu. Akamwambia kwamba nimeona binti yangu unapitia wakati mgumu sana, hivyo nimekuja hapa kukupatia msaada, lakini pia kukutoa katika haya maeneo, kwani nimekuandalia nyumba utakayoenda kuishi wewe na kijana wako. Basi na ndipo akafanya ibada yao pale kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kuondoka. Upande wa mzee Temba aliweza kumuita yule mganga wake akaja akawatibia vijana wake, lakini sasa muda unazidi kwenda na sadaka haijatolewa, hivyo itaenda kukosti maisha ya huyu mzee Temba. Amebakiwa na siku 2 tu za kuweza kutoa sadaka, na kama asipomtoa sadaka mke wake, basi ataanza kumpoteza mtu wa karibu yake, na mwisho kabisa naye ataweza kupoteza maisha. Sasa kwa upande wa Jeni na mtoto wake, waliweza kupatiwa nyumba ambayo watakayoishi, ambayo inaweza kuwa na ulinzi kwa maisha yao. Baada ya kuwa imebakia siku moja kwa mzee Temba, alipokea simu kutoka kijijini akipewa taarifa ya kwamba dada yake amefariki. Mzee huyu alichoka kwa sababu kila dakika inahesabika na kila sekunde. Kwa hiyo amebakiwa na muda mchache sana, anatakiwa kumtoa sadaka mke wake, na kama asipoweza kufanya hivyo, basi atayapoteza maisha yake. Sasa unaambiwa kwamba hakuna kitu ambacho hakina gharama hapa duniani. Malkia Shima akiwa anaendelea kumpa matibabu Jeni, alimwambia kwamba kwa sababu nimeingilia vita ya nchi kavu, hivyo natakiwa kutoa sadaka ya mume wako. Umepewa siku 2 za kuweza kumtoa mume wako sadaka, na kama usipofanya hivyo utaanza kumpoteza mtu wa karibu yako, na mwisho wa siku nao utapoteza maisha. Sasa alikaa kushauriana na rafiki yake ni kwa namna gani watakavyotumia kumwinda mtu anayemwinda. Alimteka kijana mmoja wa mzee Temba na kumwambia enda kalete nywele za mume wake. Huyu kijana hapo awali alishawahi kufanya tukio ambalo lilipelekea yeye kunyongwa hadi kufa, lakini kwa sababu alikuwa anafanya kazi kwa mtu mzito, hiyo kesi akawa amepewa mtu mwingine na akanyongwa badala yake. Sasa Jeni alitumia hii siri kumtishia kijana, kama asipofanya anavyotaka yeye ataitoa hii siri. Basi kijana alienda kuweka dawa ya usingizi kwenye kinywaji anachotumia mzee Temba. Huyu mzee naye sio mpole mpole, wakati anataka kunywa kinywaji, Pete ilimwambia kwamba hichi kinywaji hakiko salama. Alitabasamu na akajua kabisa hapa kuna kitu kinaendelea. Mchizi alijua kabisa kwa sasa huyu mzee atakuwa amesha kunywa kinywaji na amelala, lakini hakufahamu kwamba anacheza na mtu hatari sana. Japokuwa jamaa alijitahidi sana kuomba msamaha, lakini mzee alimshuti baada ya kusema kwamba mke wako ndiye ambaye amenituma hapa. Basi alichukua simu na kumrukia mke wake wani, akamwambia kijana ulimwagiza tayari ameshakufa, sasa jiandae inakuja kwa ajili yako. Lakini Jeni akaogopa akasema kwamba njoo na kusubiri kwa hamu. Sasa kwa upande wa Jeni naye amebakiza siku 1 tu amtoe sadaka mume wake. Rafiki yake alikuwa anajaribu kumkumbusha kwamba kumbuka, kama utachelewa kumtoa mume wako utaanza kumpoteza mtu wa karibu yako, lakini pia mwisho itakosti uhai wako. Sasa kama nilivyokuambia, Esther ana uwezo wa kuona tukio kabla halijatokea. Aliona kifo kinamzunguka dada yake Miriam. Alijaribu kumwambia dada, kuna jambo baya sana linakuja upande wako, hivyo naomba ongozana na mimi twende tukasali, lakini hakuna aliyewahi kumwamini, hivyo akaondoka yeye mwenyewe kwenda kusali. Miriam aliyapuuza maneno ya mdogo wake, akaendelea kuongea na simu, lakini kile alichokisema Esther hatimaye kikawa kimetimia. Miriam alipoteza maisha kutokana na hasira ya Queen Shima baada ya kuwa dada yake amechelewa kutoa sadaka. Esther alipanda juu kilimani kabisa kwa ajili ya kuomba kile kitu alichokiona kisiweze kutokea kwa dada yake, kwani anampenda sana, lakini maombi yake hayakuwa na nguvu kwa sababu mtu aliyekuwa anamwombea yeye haamini katika maono. Ilikuwa ni huzuni kubwa sana katika hii familia kwa kumpoteza dada yao kipenzi Miriam. Sasa Jeni alihuzunika sana baada ya kupata taarifa ya msiba wa dada yake. Alijua kabisa ni hasira ya White Mother kwa kumchelewesha sadaka yake, hivyo hakuwa na namna. Alimchukua mtoto wake akaenda naye kijijini kwa ajili ya kwenda kumzika dada yake Miriam. Sasa mara tu baada ya kuondoka, mzee Temba alifika nyumbani pale anapoishi. Alifuatilia na akawa amegundua kwamba mke wake anaishi kwenye hii nyumba. Mzee yuko serious kwa sasa, cheki na mtu kwa sababu amebakiza masaa tu, hivyo yuko tayari kutoa maisha ya mtu yoyote yule atakayesimama mbele yake kumzuia.
huyu rafiki yake aliweza kumwambia ukweli kwamba ameenda kijijini kumzika dada yake. Sasa tuje upande wa pili kwa Jane. Alikuwa anafika nyumbani, alikutana mlangoni na Esther. Huyu binti anaona kila kitu, alimwambia wewe muuaji, yani umemuoa dada yako alafu bado unakuja kwenye msiba wake. Mama akasema mbona sikuelewi Esther, unasema nini? Tafadhali Jane mwanangu, niambie anachokisema huyu ni ukweli? Jane akasema na mama, anachokisema mdogo wangu Esther ni ukweli. Sasa kuna anko wao ambaye mara nyingi haje kuamini kabisa utabiri wa Esther. Akasema kwamba kwa hiyo wewe ni okati, yani ni mtu yule aliyewahi kutoa kafara kwa ajili ya kupata mali. Jane alikubali akasema kwamba kweli mimi ni okati, lakini Esther aliendelea kumwambia kwamba waambie kila kitu kwamba wewe ndiye uliyemuua baba. Esther anayafahamu mambo mazito yote ambayo dada yake ameshawahi kuyafanya. Sasa hii ni historia ya nyuma kidogo ambayo baba yake na Jane aliomba kwenda kumtembelea binti yake kule anakoishi mjini, lakini taarifa zilirudi kwamba mzee amepotea na wala hajulikani kule aliko. Sasa hiki tunachokiona ndio kweli uliofichika kuhusiana na kupotea kwa mzee. Pasipo kupenda, Jane alimpatia madawa ya kulevya baba yake, kisha kama amempeleka kwenye ufalme wa Malkia Shima, na hivi ndivyo Jane alipokuwa akamtoa baba yake kafara. Hakupenda kufanya hivi, lakini mama yake alikasirika sana baada ya kugundua kwamba mume wake alitolewa kafara. Dogo alishangaa sana, kumbe mama wewe ndiye uliyemuua babu. Jane aliomba sana msamaha, lakini akasema kwamba nilifanya vile kwa kuokoa familia yetu. Kutokana na ushawishi nilijikuta nimeingia katika hiki kikundi, nikawa nimeomba kutoa kafara. Nilitakiwa nimtoe baba yangu kafara, kama nisingefanya hivyo basi familia yangu yote mngepoteza maisha nikiwemo na mimi. Watu walikasirika sana baada ya kusikia hivi, lakini wakiwa wanaendelea kuongea, Esther akasema kwamba anamuona mume wako anakuja kukutoa kafara. Jane alikimbia mbio kwa ajili ya kuokoa maisha yake na ya mwanae. Watu walikaa kuthibitisha kile alichokisema Esther, lakini punde akatokea mume wake Jane. Mzee amekuja akiwa serious sana, acheki na mtu, kwani ana masaa machache tu. Kama asipompata mke wake ndani ya lisali moja lilobaki atapoteza maisha. Hakujali kama anayemnyoshia bunduki ni mama mkwe, shemeji wala nani. Alimwamuru kijana wake ingie ndani kwenda kumtafuta mke wake. Mama alilaumu sana, akasema nilidhani nikimwozesha mtoto wangu kwako basi atapata amani. Kijana alimtafuta sana Jane na mtoto wake, lakini hakuwapata, hivyo wakawa wameondoka. Mzee modo unazidi kuyoyoma kwa upande wake, anatakiwa kutoa kafara. Sasa wala hakufika mbali, akawa amekutana na kundi la watu ambao wamekuja kuchukua nafsi yake. Alijaribu kuwaomba ikiwezekana wamuongezee lisali moja tu, lakini watu hawacheki, muda wako umeisha na hapa tumekuja kuchukua nafsi yako. Basi mzee alichoona ni bora nikimbie kuiokoa nafsi yangu. Sasa kwa upande wa pili, Jane na mwanae akiwa anamkimbia mume wake, alikutana Queen Maza akamwambia kwamba muda wako umeisha, hivyo nipatie nafsi yako. Jane alimwambia mwanae akimbie kwa kadri atakavyoweza, kwani hii ni hatari sana kwa upande wao. Sasa kwa upande wa pili kuna mzee Temba, naye alikuwa anakimbia sana, anajaribu kuiokoa nafsi yake kama itawezekana. Sasa kwa mbele kidogo alimwona mke wake Jane akiwa na mtoto wake wamejificha. Aliwasemesha, lakini walipomuona walitimua mbio, lakini akawaambia kwamba tafadhali msinikimbie, ninafahamu hatima yako na yangu iko sawa. Mimi na wewe ndio wakosefu, tusiingize maisha ya mwanetu kwenye hatari. Tukae chini na tutafakari nini tutakachokifanya katika hii hatima. Sasa wakiendelea na mazungumzo yao, anatokea bibi moja anawaambia kwamba njia yenu imefungwa. Huyu bibi alikuwa ni msafiri tu katika maeneo, lakini alipowaona alijua kabisa kuna kitu hakipo sawa. Bibi akasema kwamba anaiona mikono yenu inachiliza damu ya watu mwapendao. Basi mzee Temba akaona labda huyu bibi anaweza akawa msaada kwao, akamuomba wasaidie kwa ajili tu ya kunusuru maisha ya kijana mdogo asiyekuwa na hatia. Bibi aliona huruma sana juu ya maisha ya kijana mdogo, akawa amekubali kuwasaidia, hivyo akawa amewaambia wamfuate kwa ajili ya kwenda kutoa huo msaada. Basi baada ya kufika katika ile eneo, bibi alimpiga usingizi kijana ili asiwezi kuona kile kitakachotokea kwa wazazi wake. Walikutana mbele na kaburi moja kubwa sana, na hapo anatakiwa mmoja amzike mwenzie. Kwa hiyo mmoja anatakiwa kuzikwa akiwa hai na mmoja abaki mzima. Yule atakayebaki mzima ataweza kupata nguvu za yule aliyezikwa akiwa hai, na hivyo ataweza kupambana na jeshi la watu wanaowafuatilia. Basi alikuwa ni mabishano sana, kila mmoja anataka kujitoa kwa ajili ya mwenzake. Mzee alikuwa ni mtu wa mwisho ku make judgment, akasema kwamba mchunge sana mtoto wetu. Wakati Jane amesubaa, mzee Fasta akaingia katika hilo kaburi na yuko tayari kuzikwa akiwa hai. Ameisha kosea toka mwanzo, hivyo anataka kuitengenezea familia yake amani. Anasema kwamba nilijua hatima yangu ni siku moja kuja kumzika mke wangu, lakini kwa namna hii naweza nikabadilisha hatima. Basi alimwomba Muumba wake aweze kumsamehe makosa yote aliyowahi kuyafanya na hata kwa ile analolifanya pia. Alimaliza kwa kusema amen, yote yametimia. Basi bibi alimwambia Jane kwamba hauna muda wa kupoteza tena, mzike haraka mume wako akiwa hai kabla ya huzuni ulioweka kuishiwa nguvu.
Jeni hakuwa na namna, alianza kurusha udongo huku akiwa analia sana. Utabiri ulikuwa unasema ipo siku moja Jeni na mtoto wake watakuja kuzikwa akiwa hai. Katika nyakati za jioni, mzee ameona ibadilishe hiyo hatima kwa kujitoa yeye sadaka. Wakati Jeni akiwa anamalizia kulifikia kaburi la mume wake, ndipo ziwa yule bibi uliishiwa nguvu, akapata nafasi ya kupita hawa watu hatari sana. Walijaribu kumshambulia Jeni baada ya kukuta amezika sadaka waliokuwa wanahitaji, lakini alikuwa na nguvu mara mbili zaidi kutoka kwenye kaburi la mume wake, hivyo hawakuweza kumshambulia, bali yeye ndo akawa amewashambulia. Bibi akamwambia, hongera sana binti kwa kubadili hatima, lakini usije ukasubutu tena kuingia katika mikataba na mashetani. Hakuna utajiri kutoka kwa shetani binti yangu, zaidi ni udanganyifu tu. Jeni alimshukuru sana bibi kwa msaada aliotoa kwao, akamchukua mtoto wake kisha wakawa wameondoka. Basi baada ya kuwa mambo yote yametokea, alirudi kijijini kwa ajili ya kwenda kuomba msamaha. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kupitisha msamaha wa moja kwa moja juu yake kwa mambo ambayo aliyoyatenda. Esther ni binti mwenye moyo wa kipekee, alimwombea msamaha sana dada yake, lakini maamuzi yalipitika kwamba Jeni anatakiwa kuondoka pale kijijini na asiwahi kurudi tena, na huo ndio